Hapa West Pokot nimeona na nimesema mara mingi sana, siasa ya West Pokot ni siasa imeleta chuki, imeleta mgawanyiko kati ya wananchi. Naona hata sherehe kama hii ya kuruka mwaka pamoja na gavana inakuwa ni sherehe ya upande moja, watu wachache, watu wa upande ule mwingine hawawezi kuja. Sherehe ambayo inaleta amani, sherehe ambayo ni ya kusherehekea mwaka, kuruka mwaka, inatakana kwa viongozi wote wanaweza kuja. Sherehe hata ile ilikuwa ya Jamhuri Day, same thing. Kwa hivyo watu wa West Pokot, uongozi wetu umepotoka. Hatuna umoja, hatuna njia ya kusaidia watu wetu kwa sababu tumegawana. Kwa hivyo tunataka sasa seriously kuconsider ya kwamba siasa ya West Pokot ianze kuchukua mkondo tofauti. Wale ambao wanaangana na sijui wanajiita nani hapa, wakienda na watu wao, wengine wanajiita pande hii. Sisi tunataka mkondo sasa ambayo itaunganisha watu wote bila kuwagawanya watu. Na hiyo mkondo ambayo tutaunda katika sehemu hii itakuwa ni ya kuleta watu ambao wanataka West Pokot iwe kitu kimoja. Tutawachana na hawa watu ambao wamegawagawa watu wetu, tutaenda mkondo mwingine ambao katika West Pokot itatuletea uongozi mpya, uongozi tofauti. Na ukiwa bado hujaona hiyo, utaiona mwaka huu. West Pokot, we must not be divided by groups that are very selfish. Watu ambao sasa hivi watu wamejiweka katika vikundi ambazo hata mtoto kuandikwa kazi utaulizwa wewe uko mkondo gani ndio upate kazi. Hata yule amekuwa qualified katika profession yake, akiajiriwa tu hivi, kuna mtu anakimbia huko nasema na huyu alikuwa ni mkondo gani, mtu wa group gani. Na tunataka kukataa haya maneno. Tunataka nyinyi msikie sisi tukisema ya kwamba tutapanga siasa ambayo haina chuki, siasa ambayo haina ubaguzi, siasa ambayo haichagui, siasa ambayo itasaidia mtoto yeyote katika West Pokot akiwa na nafasi ya kwenda mbele, siasa ambayo itaenda kwa serikali na kusema sisi tumebaki nyuma. Kuna kazi ambayo tunastahili kupata, kuna scholarship ambayo tunastahili kupata, kuna njia ambayo tunatakana kusaidiwa katika West Pokot, na bila kusikiza wale watu ambao wanaleta ukabila na ubaguzi wa mikondo hizi za siasa. Na mimi mwaka huu nataka nikuje nyumbani niseme kwa watu wetu wa nyumbani, hao watu ambao wako wametugawa, tuache hao watu, twende mbele kwa njia nyingine. Na kama watakubali kuja pamoja, twende pamoja. Hatutaki uchafu ya kuchafuana kila wakati ya kwamba sijui nani mpaka tumekosa. Nimeona majirani wetu wamejipanga. Hii ni mwaka wa West Pokot kujipanga. Serikali hii lazima itushughulikie kama vile wameshughulikia wengine. Lakini watashughulikia namna gani kama sisi wenyewe tunakatana mikono na miguu? Mpaka hata hakuna kitu kimoja. Mnaona kila wakati appointments ambazo zingekuja katika kaunti hii. So mwaka huu ni mwaka wa kusemezana sisi watu wa West Pokot. Tutaketi na wazee, tutaketi na kina mama, tutaketi na vijana, tutaketi na all stakeholders. Tuseme sisi ni makosa gani tulifanya ili hatuonekani katika hii nchi yetu ya Kenya. Tuombe Mungu wakati huo ikuje, wazee wawe tayari, tuongee juu ya West Pokot. Tukatae hii mambo ambayo imekuja mbele yetu, ambayo watu wengine wameanza nayo, ambayo ni ya kugawanya watu wetu. Hiyo ndio siasa. Ukitaka kujua siasa ambayo inakuja mbele hapa, imesemekana kila mtu ajipange, lakini tusijipange kwa njia ya kukatana, njia ya kugawana, njia ya kuharibia watoto wetu nafasi. Tujipange kwa njia ya kujenga political structures ambayo ni mzuri. Twende mbele pamoja, tulete watu wetu pamoja, professionals wetu wameumia, tuwalete pamoja, ili kila mtu ajue ya kwamba ukichagua governor mwaka huu,
unachagua governor ambayo kazi yake ni kuunganisha watu. Ukichagua senator mwaka ujao, utachagua senator ambayo ataunganisha Wapokot wote. Ma MPs ambayo wataunganisha watu. Ma women rep ambayo wataunganisha watu. Hiyo ndio maana ya siasa kwangu. Na mimi ambayo pengine watu wengi wamesema, pengine wamefikiria mimi nimenyamaza. Sasa ni wakati wa kusema. Niliachia watu nafasi kuona kama itabadilika. Sioni ikibadilika. Kwa hivyo tufikirie mapya, twende mbele na hayo mapya. Mungu abariki nchi yetu, Mungu abariki kaunti ya West Pokot.